Baraka, ulichelewa kurudi mwanangu. Mama, nisamehe. Laana imeanza. Usiku ule baada ya kulia kwenye kaburi la mama yake, Baraka hakurudi nyumbani mara moja. Alibaki ameketi karibu na kaburi lile hadi giza zito lilipoifunika kabisa makaburi ya kijiji cha Kihinga. Upepo ulivuma taratibu, huku miti mirefu ikitoa sauti za kutisha. Mbali kidogo, mbwa walikuwa wakibweka bila mpangilio, kana kwamba walikuwa wakiona kitu kisichoonekana kwa macho ya kawaida. Baraka alikuwa akitetemeka. Ghafla, alisikia hatua nyuma yake. Tap, tap, tap. Aligeuka kwa haraka lakini hakuona mtu yoyote. Halafu, sauti nzito ya mzee ikasikika gizani. Umerudi kutafuta msamaha, lakini kuna kitu umeficha moyoni mwako. Mimi nataka tu maisha yangu yarudi kawaida. Baraka alishtuka alipomwona mzee mmoja aliyekuwa amevaa joho jeusi lililochakaa. Uso wake ulikuwa umejaa makunyanzi na macho yake yalionekana kana kwamba yalikuwa yanaona ndani kabisa ya nafsi ya mtu. Mimi nataka tu maisha yangu yarudi kawaida. Laana ya mama haikatiki kwa maneno tu, inakatika kwa toba ya kweli. Baraka akameza mate kwa shida. Nifanye nini? Mzee akamwangalia moja kwa moja machoni. Kesho usiku wa manane, nenda kwenye nyumba yako ya zamani. Kuna siri mama yako aliificha kabla hajafa. Usiku uliofuata, Baraka alienda kwenye nyumba ya udongo aliyokulia. Ilikuwa imechakaa, paa likivuja na ukuta mmoja ukiwa umeanza kuporomoka. Aliwasha kibatari na kuingia ndani. Harufu ya mavumbi na unyevunyevu ilijaa kila kona. Alianza kutafuta kila mahali mpaka alipofika chini ya kitanda cha zamani cha mama yake. Kulikuwa na sanduku dogo la mbwa lililofungwa kwa kitambaa chekundu. Mikono yake ilitetemeka alipolikamata. Ndani yake kulikuwa na picha ya zamani ya familia yao na barua. Baraka akaanza kuisoma kwa sauti ya chini. Mwanangu Baraka, sikuwahi kukulaani. Basi najua maisha yamekufundisha kile ambacho sikuweza kukufundisha kwa maneno. Sikuwahi kukulaani, lakini maumivu ya moyo wangu yalifungua mlango wa giza juu yako. Kuna watu walitaka kukuangamiza tangu zamani na walitumia ugomvi wetu kama njia ya kukufikia. Baraka alisimama rafla. Mungu wangu. Kabla hajamaliza kusoma, upepo mkali uliingia ndani ya nyumba na kuzima kibatari. Giza totoro likatawala. Kisha sauti ya mwanamke ikaanza kusikika ndani ya nyumba. Baraka. Mama, aliita kwa hofu. Ukuta wa nyumba ukaanza kugonga kana kwamba kuna mtu alikuwa akitembea juu yake. Gum, gum. Baraka akaanza kurudi nyumba polepole. Halafu akaiona. Kona ya chumba ilisimama kivuli kirefu cha mwanamke mwenye nywele zilizofunika uso wake. Lakini kilichomfanya Baraka kuganda ni kwamba kivuli hicho kilikuwa kinatabasamu. Sauti ile ikasema kwa sauti nzito isiyo ya kawaida. Ulichelewa kurudi nyumbani mwanangu. Baraka alipiga kelele na kukimbia nje ya nyumba, huku mvua kubwa ikianza kunyesha ghafla. Lakini alipofika nje, alimuona yule mzee wa joho jeusi akiwa amesimama chini ya mti mkubwa. Na safari hii uso wake haukuwa wa kawaida tena. Machoni pake kulikuwa na mwanga mwekundu wa kutisha. Mzee akasema, ukweli umeanza kufunguka. Mama yako hakufa ukweli umeanza kufunguka. Mama yako hakufa kawaida. Mama yako hakufa kawaida. Walimuua kwa sababu yako. Mama, nani aliyemuua?